Wewe mwenyewe ndo wale. Nisikilize basi, tusikilizane. Kama uwezi basi watu tuna invest muda wetu. Hi guys, habari zenu? It's Sister Podcast, uko na Zuu pamoja na you. Yes, karibuni sana. Sasa leo tutaenda kuzungumzia red flags na green flags za mahusiano pamoja na urafiki. Tunaanza na ipi? Za mahusiano. Kwa nini mahusiano? Kwa sababu yanawatesa watu wengi. Au sio? Okay, fine. What are the red flags? Anyway, red flags kwenye mahusiano ni zipi? Mwanaume anayenikataza nisifanye kazi, kwa kweli hapana. That's a complete red flag. Kwa upande wangu mimi red flag yangu ya kwanza kabisa, waga nikimpenda mtu. Red flag hapo imekuja. Yaani mimi ikitokea mimi ndo nikampenda mwanaume, that's a red flag. Kwa sababu ni mtu sahihi. No, I'll be sought for him. Yaani mwanaume anatakiwa ni muheshimu, so nimpende. Yaani kwa mimi nikikutana tu na mtu yani kama hatujatumia muda mwingi yani nikajihisi kama naanza kumpenda, that's a red flag. Yaani ukianza mwanzo kabla hamjawa na mahusiano ya muda mrefu, au hata ikija ikatokea mkao. Yaani hata kama ikitokea nikampenda iwe baadaye. Lakini yani red flag mimi ambayo naona kabisa this person is not for me ni kama nikimpenda mwanzoni kabisa. Exactly. Yaani mwanaume natakiwa ni muheshimu, so nimpende, kwa sababu nikisema nimpende mimi I'll be sought for him. Nitashindwa kumheshimu kwa sababu atafanya majukumu yake. Lakini yeye akinipenda mimi nikamheshimu, that's a green flag. Sio red flag. Mwanaume ambaye hanisupport. Kukusupport kwenye nini? Mfano kwenye mahitaji yangu mimi, achana na biashara yangu. Mfano biashara yangu naiendesha mwenyewe, obvious nitajilipia kodi ya dukani kwangu nini. Lakini kuna yale mahitaji yangu, naishi, kodi ya nyumbani, kunihudumia, nimevaa nini, nimekula nini. Yaani usipo nihudumia kwenye hivyo vitu, kwa kweli No, thank you. Wewe sio kwangu. Mimi red flag nyingine, mwanaume anaongea sana. Siwezi. Mtu yani mwanaume talkative, no thank you. Hata mimi hapana. Yani I like calm people. Yani I like very calm and collected people. Yani when you are calm and collected we shall snatch. Imagine unakutana na mwanaume labda anakuapproach mara ya kwanza, siku ya kwanza ndio mmeenda kuonana mara ya kwanza. Anaongea sana. Bad thing ni kwamba anaongelea mambo yake yaliyopita, anawasema vibaya labda ex wake. Mimi hayanihusu. Kwa nini uanze kumuongelea mtu mwingine? Kama uko tayari kumuongelea mtu ambaye mmeachana, vipi kuhusu mimi siku nyingine tukiachana? Kwa hiyo pia ni red flag. Yes, kuna hiyo na kuna watu wanaongea hata kama waongelei watu wengine, lakini ni wanaongea tu. Yes. You remember that day tulipokuwa tukakutana na yule mtu pale. Yaani kuna mtu ukifika ni kama vile unamuintimidate. Kwa hiyo anahisi kama vile akiongea sana kama anakuimpress au ana make a point. Anza tu unajua mimi. That's a red flag. Yeah. Napenda mwanaume anayejiheshimu, anayeongea mambo machache, yani hata kama mnapiga story, yani mnaongea kwa kupeana hatua, ila sio mtu anayetiririka sana au mtu mwenye sauti kubwa au mtu anayependa sifa, hapana. Yani that's another red flag, mtu anayependa sifa. Yani ukikutana na mimi usianze kujisifia maendeleo yako, labda mimi nina kitu fulani, mimi na acha nitayaona mwenyewe, acha. In fact kwanza watu ambao wanavyoga waongei sana. Yes. Niambie hawana ndo wana try to prove a point. Yeah. Kwa marafiki na watu watatuambia vitu vingine ambavyo hawavipendi, ambavyo unaona ni red flag kwa mtu, aba mpenzi wako ama mume wako ama mtu ambaye anataka kuwa mwenza wako. Ni ipi red flag ambayo ukiona kwake wewe huwezi kuwa naye? Yeah. Twende kwa marafiki. Kwenye marafiki mimi red flag ya kwanza ni rafiki mbea. Yes. Yaani yule rafiki, unajua kuna ule mtu unakutana naye kwa sababu tena especially ukubwani, unajua ukubwani unakutana na watu ambao wana watu wao. Yaani sio kwamba eti wewe umemkuta tu out of blue, lazima atakuwa na rafiki yake amesoma naye nini. Sasa ni wewe umekutana naye, you see how close they are.
Yaani wewe mwenyewe binafsi una respect their boundary. Yeah. Alafu yeye anakuja kukuambia kuhusu ule mtu. Yaani that's a red flag. Na kama ameweza kukuambia kuhusu ule mtu mwingine, obviously atabeba yako aende akamwambia ule mtu mwingine. Mimi katika urafiki sipendi kusemana. Hata kama tuko marafiki 6, mfano sisi urafiki wetu. Hakuna kusemana. Yaani umekuja na mambo yako, nitaongea mimi na labda Amina, nitaongea na Muma, lakini siwezi kutoa nikampelekea mtu rafiki yetu mwingine, hapana. Huo ni unafiki katika urafiki. Lakini pia mimi sipendi rafiki ambaye hanihimizi kufanya kazi. Huyo simwezi. Napenda rafiki ambaye tunapeana amsha katika kazi. Tufanye kitu fulani, tufanye hivi rafiki yangu. Mbona tufanye huu mwaka tununue kitu fulani hivi. Another red flag mimi kwa marafiki ambao wafanye ibada. Yeah. That's a red flag. Yaani I have a feeling kwamba yani you drawn me. Yaani mimi baadaye tuimizane mema, twende mbele. Yaani nahisi kama vile ukiwa possessive over me lazima turudi nyuma. Kwa yani prayer warriors are my friends. Kumtoa mtu kwenye tabia mbaya, kumleta kwenye tabia nzuri ni kazi sana kuliko mwenye tabia mbaya kukuleta kwenye tabia nzuri. Unless kama kwenye crew yenu labda aliyeharibika ni mmoja, ndio rahisi nyewe kumshawishi. Lakini ukiwa kwenye kundi la watu ambao asilimia kubwa wenyewe wameharibika, ni rahisi sana wale watu kukuvuta wewe kwenda kule. Exactly. Kwa rafiki ambaye ana mambo mengi, yani hafanyi ibada, sio mtu wa Mungu, hapana. Lakini pia mimi rafiki mwenye marafiki, me that's okay. Yani as long as you have a respect for that boundary. Kuna watu zua na marafiki ida nzima kila mtu anajuana naye. Sasa kuna kujuana na kuna urafiki. Kuna watu jamani kila mtu shenesti. Sijui udugu. Oda, sijui nini. Yani kila mtu ni mtu wake. Kila mtu ni rafiki yake. Yani ana connection na watu karibia wote. Hapana. That's a red flag kwa kweli. Siwezi. Kwa sababu watu wa hivyo ni wambea, watu wa hivyo wana tabia mbaya. Wewe kwa nini uwe na marafiki danzima? Kuna kujuana tu na watu kawaida, huyu nilisoma naye au huyu nimekutana naye kibiashara, lakini sio wewe huyu una namba yake. Manamba mengi, unakuta mtu kwenye simu ana manamba watu wengi. Na wote ni marafiki zake na wote wana story. Alafu watu wa hivyo unakuta kila mtu ana story. Na anamwambia yani huyu kakwambia jambo lake ukahisi kama this, yani kaniheshimu kanipa, ili kumbe unakutana na mtu kamwambia yule kamwambia sijui huyo amekuwa naye mtaani kamwambia. Sisi na rafiki yani anakuambia kitu, anakuambia hivi usimwambie mwenzio, kumbe na mwenzio akaambiwa usimwambie mwenzio. Kwa mwisho wa siku anakuja kuropoka yeye mwenyewe. Yeye hamjaambiana, anaropoka mbele yenu wote ameshasawa. Sasa wewe si nilikuwa nishakwambia naye nishakwambia na shida nini unajua. Ambao wajui ni wapi sasa. Kila mtu anajua. Kwa kweli that's a red flag. Red flag nyingine kwa rafiki, rafiki ambaye ni mchoyo. Mtu mchoyo no thank you. Yaani mimi najua naturally I'm a giver. Kwa hiyo yani nikiwa na mtu ambaye ni mchoyo atakuwa anahisi kama vile ananitumia without me knowing. Meanwhile I know. Yaani najua mimi natoa lakini haimaanishi kwamba yani nikitoa kwamba mimi ni mpumbavu, no thank you. Kwa yani rafiki yani napenda iwe to balance, yani 50-50. Kama ukinipa hiki yeah, yani that's what I want. Yani rafiki mchoyo no thank you. Vitu vyake anavikumbatia alafu tushebe kwako. Alafu sasa ukimpa anakuona wewe ni mpumbavu. Yaani anakuona kama wewe una akili. Anakutumia, anahisi anakutumia wewe. Kumbe wewe ndivyo ulivyo, lakini sasa mwisho wa siku wewe rafiki hivyo aga haudumu. Kwa sababu that's exhausting. Yaani utafikia tu utachoka. Hivi unajua yule rafiki ambaye labda mimi nakuja na idea yangu labda. Nataka kufanya kitu fulani. Nikamuuliza baba mtu mwingine kitu fulani unaionaje hiyo idea, anakuambia ni kitu kizuri. Umeona? Lakini huyo rafiki yako yeye kila unapomshirikisha jambo la maana yeye anakupinga, mimi naona hiyo kama sio sawa au kama ya kizamani, yani ni mtu wa kukatisha tamaa, lakini anajiita rafiki yako. Umeelewa? Ila ukiangalia kwa upande mwingine wengi wanakuunga mkono kwa hicho kitu, ila yeye kila ukimletea kitu kizuri anaendaga against. Ila kitu cha kijinga ndo tutoke labda nini yani mambo ya kijinga ndo anakusupport, lakini mambo ya maendeleo yeye hataki. Rafiki wa hivyo naye ni mbaya kwa sababu hataki wewe upande juu.
Exactly. Anachotamani kila siku wewe ubaki. Na yani mara nyingi mtu hivyo unakuta ile idea ambayo unampelekea inakuwa kama inamuintimidate. Yani anaogopa. Anaona kama yani huyu akifanya hivi yani hivyo ataenda mbali, unakuta anakuona mbali ila hataki, yani anajaribu kurudisha nyuma. Sasa unakuta kuna baadhi ya watu anakuwa muoga na anashindwa kufanikiwa kutokana na aina ya watu waliomzunguka, kama ni marafiki, ni watu wa kumkatisha tamaa kila siku, anajisi au mimi ninachokifanya sio sawa, au labda mimi sifikiri zaidi. Tena ukikuta labda rafiki yake ana akili kidogo kuliko unaona au rafiki yangu yeye ana akili mpaka ameniambia hivyo. Sometimes marafiki hivyo anakuchelewesha wewe kwenda mbele kimaisha. Anakufanya kila siku unakuwa muoga, wewe unarudi. Rafiki au mpenzi wa aina hiyo mimi sishauri, kwa sababu anakufanya wewe yani ujihisi wewe ni dhaifu, huwezi, kumbe unaweza. Tunatakiwa tupate kwenye maisha marafiki ambao wanakusupport. Au hata kama ni partner ambaye anakusupport, so anakuona kama competitor au anakuogopa. Unakuta mtu yani wote hamna, lakini anajua yani wewe ukipata anakuhofia. Yeah, exactly. Kwa hiyo yani tunatakiwa tupate watu ambao they should be naturally God gifted hearts. They should have good hearts. Red flag nyingine kwa marafiki jamani, rafiki wa on and off. Jamani, sipendi rafiki. Vipi yani? Yani akiwa na shida unamwona, akiwa na shida unapotea. We mwenyewe ndo wale. We mwenyewe ni on and off. Wewe tena usiongee. Sema mtu ajijui. Bana, mimi waga ninajitahidi. Zua akiwa na jambo lake. Bwana. Utasema swahaba si huyu hapa amenishukia. Jamani, mimi mashoga ninaojua Zutangu nakuwa hawa. Sasa kuna watu yani zingine unakutana na tangu nije ulivyonikaribisha. Mashoga zako ni hawa. Mama, shoga Azu ni Fifi, Mama Hudi na Grace shoga yake. Ngoja Azu ukimwona kaibuka na shoga, tunaenda na shoga yangu, tunakubaliana Mlimani City. Ujue huyo shoga kina mramba suni. Mimi mwenyewe nakujaga kwenye maisha yangu on na off. Ukiwa na jambo, mdogo wangu, unajua tena ndo nilikuachia ziwa. Sasa na kampango kangu tena kusindikiza sijui nini. Mama ukifanikiwa. Sasa wewe tatizo nashinda kuelewa. Mimi kwa mfano mimi ukiniona na shoga mpya ujue there's something that I need from him or from her. Ndio ninachokisema. Sasa mimi yeye anakuwa amejiandaa. Yeye ndo ana invest kwangu, lakini mimi siendi kama rafiki. Wewe. Naenda kama someone that I know, unaona? Ili mimi nipate ninachokitaka kutoka kwake lazima niwe too friendly. Sema sasa nyondo huwa anajisahau anahisi tumekuwa mashoga. Yeye unakuta mtu labda yeye anakupokea wewe kama rafiki. Labda ni mtu ambaye anakupenda, anakukubali. Kumbe wewe sio mtu wa marafiki. Labda mmekutanishwa na kabiashara, mtaongelea kabiashara, baada ya hapo sasa unakuta mimi kuna hicho kitu labda nakihitaji kwa huyo mtu. Let's say sana waga nikisafiri. Unaona nikisafiri labda unakuta ule mtu ndio namhitaji by the time. Kwa hiyo mimi lazima niwe friendly. Umeelewa? Yeye anakuwa anajua. Sema yeye sasa ndo ana mistake that. Na wewe sasa unaoingia anakukimbia na wenyewe unakuwa umeinvest wenyewe kumbe walikuja ku hit and run. Kwa hiyo mimi I don't do that. No, sinanga rafiki wa kuingia wala wa kutoka. Ile ndo simtaki, waivani wa hivyo simtaki. Ila mimi sina rafiki wa kuingia na kutoka. Ila wa hivyo ndo simtaki. Wana shoga yangu gani aliingia akatoka. Wacha ugaigai na wewe. Watu tuna invest muda wetu. Mtu anakuchukulia kama rafiki, mwisho wa siku unapotea. Sio kwa ubaya shoga yangu, kila mtu atakuwa rafiki yako. Mbona mimi sio shoga yako? Kwa nini? Wewe si ndugu yangu? Kwa nini mbona ukiwaga umekuja na vishida vyako tunakuwa mashosti? Sasa si ndogo wangu ya all there for me. There for me wapi? Mimi wewe ukimaliza jambo lako. Mimi hata mimi nilikwambia hivi kitu za wallahi in this life. If you want something go harder for it. Harder for it. Mimi sasa mimi kunanili. Tunapokosana mimi na Yusra, unaona? Unakuta mimi nataka kitu kutoka kwa Yusra. Unakuta labda naambia hivi Yusra, naomba unisindikize Mlimani City. Umeona? Naambia labda Yusa naomba nisindikize Mlimani City. Unaona? Yusa anasema haya twende. Mimi si shida yangu kusindikiza Mlimani City. Kwa hiyo lazima niwe too friendly. Kwa sababu mimi ndo nina shida. Si umenielewa? Haya Yusa twende shoga. Nikimaliza hapo si shida yangu imeisha. Nitaendelea na maisha mengine. Yaani unataka niendelee kuwa friendly for what? Mimi Zua nacho ni kera. Mimi ni aina ya mtu ambaye
nikimkubali mtu nikampokea, mimi sina marafiki wengi. Kwa hiyo nikimkubali mtu nikampokea, mfano kama huyu alikuwa dada yangu ila akajiingiza kwenye ushoga na mimi. Kwa hiyo nikampokea. Umeona? Ninachotegemea tupeane full support. Ila waga anakuja kwenye maisha ya mtu na kukimbia. Akija hapa labda angekuwa anajenga hapa dukani kwake, labda ana renovate sijui nini. Shoga yangu, unazionaje styles nataka kuongezea? Twende basi tukatafute zinazofanana exactly. Namsindikiza bubu labda tuwasimamie wale mafundi sijui nini. Mimi najitoaga mzima kwa mtu, yani nampa msaada. Njoo na shida yako. Shogangu. Sasa sio unatakiwa basi subiri pumzike kidogo, tutaenda. Kwa nini wewe haujitoi moja kwa moja kwa mtu? Paka tuchambane ni kuchambe. Ndio unisaidie haya mtu ambaye hawezi kukuchamba. Nisikilize. Nataka nikupe point hiyo moja. Unaona kwa mfano mimi nilivyokuja na shida. Wewe hata ukiniambia mimi nimelala nitakufuata kwako. Kwa sababu ndo kitu ninachokitaka kwa huo muda. Yani there's no, yani mimi kwangu sinaga no. Yani there's no for an answer. Wazungu wanasema no for an answer. Yani mimi sinaga no. Wewe ukisema no mimi nitalazimisha iwe yes. Umeona? You see how I go hard for my things. Kwa sababu ndicho kitu ninachokitaka. Sasa wewe unanisikiliza basi tusikilizane. Kama uwezi basi uwezo kaniambia mtu una kitu chako kuniomba vya kwangu. Nikitaka nitakuomba. Kwa kweli mimi nitakuomba na sitakuacha, na hata kama hutaki utataka. Sindikiza mlimani. Mbona leo sijaenda? Na sijaenda. Kwa sababu mimi sitaki sasa hivi, nimeshaona wewe unanichezea akili, siwezi. Kama unataka tusikilizane basi. Mimi tusikilizane. Wewe ukitaka mimi tuwe mashoga wale kindaki. Unaona mimi sasa nikiwaga na jambo langu. Nikwambia hata Isa twende tukanisaidia kutafuta mapazia. Wewe ukiniambia umechoka, tena wewe unanikumbusha. Nisikilize sasa. Wewe ukiniambia umechoka, ukiniambia sijui una ratiba gani, mimi utaenda magharibi, utaenda kusini, nitakusindikiza hapo, lakini mpaka la kwangu litimie. Unasikia? Down on earth, mpaka la kwangu litimie. Lakini wewe ukiwa unataka kitu kutoka kwangu, unatakaga eti nijiongeze. Hivi inakuja akilini hiyo? Yaani yeye katulia tu ana imani sasa hivi kuna kitu nakihitaji, dada yangu atanifanya hivi. Wewe mbona mimi nikiwa nataka kitu kutoka kwako I go hard for it? Wewe ukiniambia umelala kwako mimi nakufuata kwako mzee twende ujue. Lakini wewe utategemea ni hapa atajiongeza, atakuja atende. No thank you. Ukitaka kitu hakuna kinachotakiwa, hakuna. Everyone for herself, everyone for himself. Hakuna mtu atakayefikiria jambo lako zaidi yako wewe mwenyewe. Ukitaka kitu ila kwa rafiki, ela kwa mzazi, shoga hivi nice muwe. Utaniweza shoga, ndio tulishakuwa ndugu kwenye cut off uwezi. Wewe green. Trying support yani. Ana kusupport yani. Yani me I don't need a man yani ambaye ana hela nyingi. I need someone ambaye he is supportive. And that's it. There for me. Kabisa. Hata kama hata kama nimekumbuka kitu, malizia. Sema. Endelea hata kama kusapotiwa. Mimi nataka someone ambaye atanisupport. Hata kama sihitaji kwamba unipe kikubwa, lakini upo. Hata ukishindwa kwenye hela usishindwe. Ila hata mawazo. Umepunguza sauti, ongeza sauti. That's the core. Ongeza sauti. Usikose hela, ila mawazo yatumike pia. Yes. Umesema umesahau kitu gani? No. Yaani mimi I hate nonchalant people. Yaani I mean when a man is too nonchalant inanikera. Yaani nataka kwenye mapenzi uchangamke. If the flowers, the love language, the communication, do you feel me? Namna hiyo, na ndio maana niko single. Ndio nataka maua. Wewe utakage maua? Kwa nini? Acha unafiki wewe, ukiletea maua. Hapana. Ukiletea maua uyawekee hela, lakini kama hayana hela yakae nayo. Maua. Kwa hiyo upendi maua? Mimi napenda mwenzangu. Mimi sema I like flowers. Unapenda hela, endelea. Yes. Mimi napenda mtu ambaye anajitoa. Unajua kuna wale watu hawana wivu, anakusapoti. Hata kama hana kingi, unaweza kukuta mtu ana hela nyingi lakini mchoyo. Mimi nataka tu mtu ambaye tutatumia alichonacho
Cha kwako tutakiweka. No, hata cha kwangu mimi si mchoo jamani. Let's say unanipaga siku zote, leo umekwama utahitaji nikukopesha, nitakukopesha. Ni kweli. Unahitaji leo huna ndo maisha. Mimi, ilitakiwa hapa ufanye wewe, umekwama nitafanya mimi. Lakini mimi sitaki mtu ambaye ni mchoo. Lakini pia sitaki mtu mwenye watu wengi jamani, wanawake. No. Haya. Hiyo labda ufunge tatukavu. No, sijamaanisha hivyo. Kuna wanaume, unajua kuna wanaume wa aina tofauti. Mimi nielezee. Kuna wanaume ambaye hataki sketi yote ipite. Yaani yeye hataki kupitwa. Umeona? Na kuna yule ambaye anakuheshimu. Unajua kukutana na mtu hata anasema hivi, mimi mke wangu, kuna watu wako proud na wake zao. Hata hapa tunaonaga dukani anakuja, kuna wanaume wanakujaga hapa dukani. Namtafutia mke wangu, si atapendeza hadi unajisikia raha, unasema huyu anampenda na kumheshimu mke wake. Na kuna aina ya mtu ambaye hata kama wanasema wanaume hawachiti, si ndio? Wanaume hawachiti, sijui. Hawachiti? ambaye hachiti. Wanasema hakuna ambaye hachiti bali insano ala nafsi basira. Umeona? Lakini kuna wale wanaume ambaye ukimkamata leo kafanya tukio labda paka miezi ipite hata 4 6. Kuna wale wa hivyo, yani hata kama anafanya lakini anajificha nyuma ya pazia. Kwa sababu anakuwa anakuheshimu. Kwa sababu anakuheshimu. Ndio mtu ambaye ninamsemea mimi. Mtu ambaye namuhitaji. Sipendi mtu ambaye mtu wa wanawake, yani yeye unamkamata leo, umemkamata kesho. Yani wanakuaga kama wana mapepo. Ukiingia DM unakuta kafollow wanawake tu, yeye na DM zingine unakuta ana text ya jibiwi message. Ana text ya jibiwi au hivyo, nao mimi siwataki. Unaona nikashesha. Kwa hivyo mimi honestly napenda mwanaume ambaye ni masculine. Yes, I love someone who is masculine. Yaani nataka yule mtu ambaye ataniambia, sitaki utoke. Kichoni ninajua nitatoka, lakini nataka tu unikataze. I love that. Afu naona niangalia kinafiki sana wewe. Kweli ndio mambo yako unapendaga? Mambo ya kukatazwa. Unikataze. Yaani najua kabisa siendi. Ili nikataze. Yaani kwa nini everything is yes for me? Makofi sitaki kupigana sitaki. Sasa kwa nini unakataza usikie? Nisisikie tu, lakini anikataze. Au mwanaume anikataze. Najua sitosikia lakini wewe nikataze tu. Mimi nasikia jamani, mimi msikivu sana. Mimi napenda vitu ambavyo vina logic. Kama unanikataza na mimi kweli naona labda sio sawa, yani kuna sababu ya kutokufanya hilo jambo, sifanyi. Lakini yani just because wewe tu umeamua tu, yani ili mradi tu to feed your ego. No thank you, I'll do it. I must do it. Tunaendelea na red flag za marafiki. Another red flag. Rafiki ambaye na posti jambo langu haulike wala haucomment. That's a red flag. Unakuta nimefanya kitu labda iwe kizuri iwe nini, lakini watu wengi wanakupongeza, hongera, sijui ni nini, au anapita nzuri. Kwa nini upite? Wewe ni shoga yangu na kukat off, sitaki. Na unakuta hicho kitu labda, na kinachowaumaga mimi watu wengi nishawafuatilia ni kama hiyo kitu kumwambia kabla. Yaani kama ukumwambia kabla, yani imekuja as a surprise kwake, anajisikia vibaya kukupongeza. Lakini pia hatutakiwi kuwa tunasema vitu vyetu kabisa. Sasa si rafiki yako. Yaani ni kwamba the point is, kama wewe ni rafiki yangu, umeona nimefanya kitu fulani, sija kushirikisha. Afu ina maana hivi, you don't fit there kwenye hilo jambo. Unaona? Mimi mwenyewe ni rafiki yako, lakini haimaanishi wewe kila kitu unaniambiaga mimi. Kuna vitu unamwambiaga mamako, kuna vitu huyu dada yako, huyu nani. Sasa ikitokea mimi nikafanya jambo sijakwambia, it doesn't mean we are not friends. We are friends, lakini kwenye kale ka jambo ulikuwa haufit, si kwa ubaya. Labda hata nimekafanya mwenyewe sijamshirikisha rafiki mwingine. Ndio ninaporudi labda kuna watu, mfano nijisemee mimi. Mimi sipendi kusema kitu changu kabla hakijakamilika. Kuna vitu simwambii dada yangu tu nilozaliwa naye tumbo moja mpaka kitu kitakapokuja kuwa tayari, kwa sababu sipendi ndivyo nilivyo. And I respect that. Respect that. Unaheshimu. Sasa wewe kama rafiki, kwa nini usinipongeze kwa kuwa sikukwambia? Mimi sio mtu wa hivyo. Sipendi kusema jambo langu kabla halijakamilika. Muda ukiwadia nitakwambia, lakini kama haucomment, haufanyi nini, na maana wewe ni adui yangu. Wewe unajiita rafiki lakini haufurahi. Mimi ndo waga watu wa hivyo na wablock.
wao unamuhide status. Imagine umefanya kaendeleo, mimi Yusra nimejitafuta nikajipata labda nikafanya kitu fulani, unatakiwa unipigie makofi. Yusra umeachieve, labda umefungua duka, umefanya nini, mtu anakuona labda ndo nimeenda Dubai for the first time, alafu unatulia na wish wote, alafu umetulia. Kuna mtu nilimuhide, nikaona wewe tupunguze hasadi. Hasadi is real wallahi. Mimi hata mara ya kwanza nimeenda Dubai, yani hujanipongeza na kuhide tupunguze. Kwa nini upita kama kitu cha kawaida? Sitangazagi vitu vyangu, ila paka nimetangaza au nimekwambia, ina maana natamani kusikia matumaini, nipewe matumaini. Hujanipa matumaini and you are calling yourself my friend, you deserve a block. Tunaweka kwenye dustbin. Haya guys, asanteni sana kwa kutusikiliza. Till next time, please drop a comment hapo chini, utuambie nini red flag yako kwenye mahusiano, nini red flag yako kwenye urafiki, and what are the green flags kwenye urafiki, and what are the green flags kwenye mahusiano. Tutasoma comment zenu, tutazijibu na hatujavisema. Karibuni sana. Zumo Destroyer Comfort Hijab. Bye bye.